Ndugu yangu, karibu kusikiliza simulizi yenye mkasa, huzuni pamoja na elimu ya kutosha. Maisha hayako fair ni msemo ambao tumekuwa tukusikia mitaani muda na siku zote miaka mingi iliyopita. Kulikuwa hapo na binti mmoja aliyeitwa Aisha. Aisha yeye aliolewa jijini Dar es Salaam, lakini historia ya maisha yake aliweza kuzaliwa na kukua kwenye kijiji kimoja huko mkoani Iringa. Aisha baada ya kulijua jiji la Dar es Salaam aliweza kuwa na marafiki wengi. Alibahatika kuwa na mume ambaye biashara zake zilinyooka na kuwa na mafanikio makubwa, hivyo waliweza kujenga nyumba moja huko Masaki. Aisha alizidi kunawiri kiasi ambacho hata kijijini kwao alikuwa hakanyagi, huku akipapuuza na kuita kwamba hawezi kwenda sehemu chafu zenye matope. Lo, inasikitisha sana. Unadharau nyumbani palipokukuza na ulikozaliwa. Kitu kibaya sana. Hakuishia hapo tu Aisha. Aisha aliweza kufanya mambo mabaya yenye laana nyingi, yenye kutia huzuni. Aisha iliuma kweli, ilisikitisha na iliumiza. Mama yake na Aisha alikuwa akiishi kijijini kwa hali duni na hali mbaya. Aisha alikuwa akimtumia fedha mara 2 tu kwa mwaka, mwezi wa 6 na mwezi wa 12. Aisha alikuwa akilalamika kwa mama yake kwamba hana fedha na asiwe anampigia simu kumuomba fedha. Haikuishia hapo tu. Aisha alikuwa ni mwenye roho mbaya, akijivuna na kuona kwamba yeye ana uwezo. Hataki usumbufu kutoka kwa ndugu masikini. Sasa siku moja mama yake na Aisha alipigiwa simu na mume wake Aisha, akidai ya kwamba anataka kuja kutembea mjini. Mama yake na Aisha alikuwa ni kikongwe kwelikweli, aliyekwenda umri. Hivyo basi kuishi kote miaka mingi hakuwahi hata kuona ghorofa wala magari na biashara za kifahari. Alitamani siku moja aje aone hayo mabiashara ya hoteli, biashara za sehemu za burudani na biashara ambazo zinafanyika mjini. Ilikuwa ni miongoni mwa moja ya ndoto zake. Hivyo basi Harrison, mumewe na Aisha, aliweza kumwambia mama, karibu sana mama, nitakutumia nauli, baada ya siku 3 utakuwa umefika hapa. Harrison kosa alilolifanya ni kutomtaarifu Aisha. Yeye alikuwa akidhani kwamba anataka kumfanyia mke wake surprise. Lakini hiyo surprise light angejua kwa Aisha ilikuwa ni mwiba uliomchoma kwenye kidonda mara 2. Kweli bwana, ilipofika siku mama aliweza kufika nyumbani hapo na mizigo yake ya mabegi, huko Harrison akiwa ameshuka kwenye gari akibeba mizigo hiyo na kumuita mfanyakazi wakisaidizana kupeleka ndani mizigo ya mama. Kipindi hiko Aisha alikuwa yuko dukani kwake akiuza vipodozi. Baada ya Aisha kurudi jioni kumkuta mama yake pale, alikasirika, alikunja ndita na maneno yalimtoka machafu mdomoni mwake, kiasi ambacho mama yake Aisha aliweza kusikitika na kumwaga machozi. Aisha aliishi maisha mabaya sana na mama yake hapo. Alikuwa akimwona ni masikini takataka na mwishowe alimtimua nyumbani kwake.